Yes, unaitwa nani? Naitwa Jaba Majaki. Una umri gani? Miaka 28. Unafanya kazi gani? Conductor basi. Mimi ni afisa kutoka mamlaka ya kuzuia na kupambana na dawa za kulevya. Na ndugu Jebo uko hapa kwa sababu unakabiliwa na mashtaka ya kusafirisha dawa za kulevya. Na kwa kuwa mimi ndo nitakuwa na kuhoji hapa kabla tujafika huko, je, ungependa uwepo na nani pembeni ambaye ataweza kusikiliza mahojiano yako? Inawezekana kama ni wakili au ndugu au mtu yote wa karibu. Hapana. Nitakuwa peke yangu. Naweza kujielezea. Kutokana na vyanzo vyetu vya ndani kabisa vya taarifa ambavyo viko makini na vya uhakika, ndugu Jebo ulionekana ukipokea mzigo. Ule mzigo ni wa nani? Wallahi Mwenyezi Mungu ananiona. Mimi sijafanya kosa lolote. Mimi ni conductor tu. Kazi yangu mimi ni kushusha mzigo na kupandisha mzigo. Sijaivuta hata sigara. Labda nikusaidie kitu ambao ni kama ushauri. Endapo utatoa ushirikiano wa 100%, ili jambo litaenda kwa wepesi sana. Samahani kaka. Wewe ni konda wa hii basi? Ya bila shaka hujakosea. Okay, sorry. Tunaweza tukazungumza kama utojari? Kama umeshakata tiketi, chombo ndo inasepa hivi. Kwa hiyo itakuwa ni vizuri kuondoka kabisa. Sasa na mzigo wangu nataka nifikishe Mwanza mjini. Kwa utaratibu wa ofisi yetu, kama una mzigo au unataka kusafiri, unaenda kukata tiketi kwa yule dada pale. Na hiyo ndio itakuwa njia pekee ya usalama. Utaratibu unaenda ofisini pale. Kaka, hapo unatafuta nini? Changamoto hizo hela ni za magurumashi, kwa hiyo mwisho wa siku unaweza kashangaa kibarua kinakuwa kigumu. Hizi hela sio za magumashi. Mimi nafanya hivyo na mzigo wangu muhimu sana. Nataka ufike salama. Na ukinifikishia salama, mimi nitakuwa mteja wako wa mara kwa mara. Chukua bwana. Asante sana kwa maono yako. Okay. Sasa nitakupatia namba ya atakayepokea mzigo. Then before hujafika Mwanza, mpigie. Okay sawa. Then unaweza kunipatia namba yako? Mungu akubariki sana. Hapo utaandika Jeba hapa, konda Jeba hapa. Okay. Hapa sasa ndo tutafanya kazi. Okay. Mzigo uko huko nyuma. Okay.
Okay. Karibu mzee. Habari zenu abiria? Salama baba, za kazi? Salama. Jamani, kwa ajili ya usalama wetu tufunge mikanda na tutakwenda kufanya ukaguzi. Mtatuia radhi kidogo Asanteni. Kondakta, huu mzigo ni wa nani? Yaani wewe uko hapa na ujui mzigo wa nani? Dereva. Huo mzigo ni wa nani? Sajeba, hizi ni kazi yako bana, si useme haraka mzigo ni wa nani bana? Abiria, naomba kuuliza. Kuna yeyote ambaye huu mzigo ni wa kwake? Hakuna mtu? Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anasema huu ni mzigo wake. Kwa hiyo wewe na kondakta wako hamjui mzigo wa nani na uko kwenye gari yenu? Aisee, mnye abiria. Ina maana mtu anashindwa kuelewa mzigo wake ni upi hapa? Tuokoeni muda bana, tunachelewa bana. Wewe je, basi kila mmoja anajua mzigo wake kwa sababu kila mtu yuko na mzigo wake. Wewe kondakta, wewe ndio unayehusika na mizigo. Huu mzigo wa nani? Kuna dada nampelekea Mwanza. Silikuwa ni swala la kusema tu. Acha vipi bana? Afande. Naam. Sasa hiki nini sasa? Sio ungefanya kituoni? Acha maafande wafanye kazi yao. Huwezi kujua, inawezekana kuna mtu kapanda na bomu. Habari zenu abiria. Naitwa John Elisha, ni afisa ambaye nimetoka kwenye mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya. Tupo hapa kwa ajili ya ukaguzi tu wa kawaida ambao kutokana na taarifa za awali tulizonazo ili tuweze kujiridhisha. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano na msiwe na wasiwasi. Wananionea lakini wewe mwenyewe unajua nisaidie. Mimi sijaivuta hata sigara. Sijaivuta hata sigara, wananionea. Jeba, uonewi. Ni mara ngapi tumekuwa tukikukanya kupokea mizigo kinyume na taratibu? Unaenda kuozea jela. Wanasema mauti mbele. Wanasema tamaa mbele, mauti nyuma. Jeba, si usiki?
mimi nikachukua kwa sababu najali wateja kwa ajili ya basi letu. Kwa sikujua kama kuna kitu chochote ndani. Kweli kabisa Mwenyezi Mungu ananiona, mimi sina hatia yoyote. Kwa nini mbali na wafanyakazi wote akupe mzigo wake? Ilikuwaje kukuamini? Mnajuana? Hapana. Kwenda ofisini kukata tiketi, nilikuwa nimemfuata tu kwenye gari nikachukua. Kwa maana hiyo basi, maana yake ulikiuka miiko ya kazi yako. Njaa tu, lakini sihusiki na kitu chochote. Kondakta Jeba alipatikana hatia kusafirisha dawa za kulevya. Kwa mujibu wa sheria ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya namba 5 ya mwaka 2015 kifungu cha 15 ibara ya pili, Jeba alihukumiwa kifungo cha maisha gerezani. Halikadhalika, chombo cha usafiri kilichotumika katika kosa hilo la Jeba kilitaifishwa kuwa mali ya umma. Hivyo mwananchi unakumbushwa kuwa kwa mujibu wa kanuni ya 16 ya kanuni za mawasiliano ya posta za mwaka 2018, kila mzigo au kifurushi ni lazima kikaguliwe kabla ya kusafirishwa. Aidha, unatakiwa ufahamu kuwa hakuna utetezi wa kudai kutojua kilichomo endapo hutakagua kifurushi husika kujiridhisha na vilivyomo ndani yake. Ndugu mwananchi, tafadhali toa taarifa za uhalifu wa dawa za kulevya bure kwa nambari za simu 119. Kataa dawa za kulevya, timiza ndoto yako.